Wakati fulani yuko mtu mmoja alikuwa kipofu. Wangapi wanaijua habari ya kipofu Bartimayo? Tunaifahamu, si ndio eh? Kipofu Bartimayo alipoona Yesu anapita mahali pale, kipofu Bartimayo akaanza kumuita Yesu kwamba mwana wa Daudi unirehemu. Alikuwa akiziita rehema za Mungu ili apate kuona. Bwana asifiwe. Lakini je, watu wa Mungu, nataka tujiulize maswali hapa ili tuende kwenye somo ambalo nimekwambia tunajifunza jioni ya leo. Je, kipofu Bartimayo alikuwa hana macho? Alikuwa nayo, lakini alikuwa ni nani? Alikuwa ni kipofu. Maana yake unaweza ukawa na macho lakini ukawa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa na macho lakini usione. Haleluya. Kwa hiyo majira haya ni majira ya kulilia macho ya rohoni. Bwana yafungue macho yako upate kuona sawa sawa. Haleluya. Kwa hiyo kupitia neno la Mungu, neno la Mungu linasema, neno la Mungu ni taa. Hivi mahali penye giza unaweza ukatafuta kitu kwa haraka ukakiona? Bali mahali penye nini? Penye mwanga, mahali penye taa. Kwa hiyo mahali penye neno la Mungu hakuna kinachojificha. Mahali penye neno la Mungu utaona. Haleluya. Neno la Mungu linapokaa ndani yako linaondoa upofu wa kiroho. Neno la Mungu linapokaa ndani ya mtu linaondoa takataka na uchafu wote ambao unaweza kumfanya yule mtu asielewe, asione sawa sawa. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi nimesema jioni ya leo tunalo somo ambalo Mungu kwa neema yake amenipatia tuweze kujifunza. Tunajifunza, ndugu yangu unayenifuatilia kupitia mtandao, unatufuatilia wakati huu. Somo ambalo tunalo ni kujijua wewe ni nani. Watu wengi wamekwama kwa sababu hawajajijua wao ni wakina nani. Watu wengi wamejikuta hawaishi maisha yao, wanaishi maisha mengine kabisa, ni kwa sababu hawajajijua wao ni wakina nani. Haleluya. Yesu apewe sifa. Nitaenda taratibu sana na utanielewa. Unaona watu wengi wanatembea barabarani, unaona watu wanaishi. Unaweza ukaishi kawaida, lakini usiishi maisha ambayo Mungu ameyakusudia wewe uishi. Kila mwanadamu ambaye Mungu alimuumba hapa duniani, alimleta hapa duniani, liko kusudi ambalo Mungu aliliweka ndani yake. Sasa wengi wanaishi lakini hawako kama vile ambavyo Mungu alikusudia wawe. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawajajijua wao ni akina nani. Haleluya. Na jioni ya leo tunaenda kuyatazama maneno ya Mungu. Jioni ya leo tunaenda kutazama ili tupate kujijua sisi ni wakina nani kwa huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu nikwambie, wewe umezaliwa, baba na mama walikutana wakakuzaa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake iko mbegu ambayo iliachiliwa kutoka kwenye viuno vya baba yako ukapatikana wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa huko ni kuzaliwa kibinadamu, huko ni kuzaliwa kawaida. Lakini sasa mtu anapookoka, haleluya, mtu anapookoka tunasema huyu mtu anakuwa amezaliwa mara ya pili, si ndivyo? Na utanielewa tunavyoendelea hapo mbele. Kwa nini basi kuzaliwa mara ya pili? Ni kwa sababu ulizaliwa kwa damu na nyama, kwa kawaida kabisa, kwa mapenzi ya wanadamu. Manake ulizaliwa kupitia wazazi wako. Hiyo ni kuzaliwa kwa kawaida. Lakini kuzaliwa kwa mara ya pili, kuzaliwa kwa pili, pale tu mtu anapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapoliamini neno la Mungu, anapomkiri Yesu Kristo kwa kinywa chake na kuamini moyoni mwake, lakini pia anapobatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Anapobatizwa huyu mtu, tunasema anapobatizwa kwa maji mengi. Watu wengi msije mkachanganya hii. Kubatizwa maana yake, kubatizwa ni to be baptized, ni kuzamishwa. Maana kwa tafsiri ya neno kubatizwa maana yake ni kuzamishwa. Maana yake unazamishwa, ni kilichozamishwa, to be baptized. Kwa hiyo huyu mtu amemwamini Yesu Kristo, anabatizwa. Baada ya kubatizwa tunasema huyu mtu amezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Kwa hiyo huyu mtu anaishi kwenye ulimwengu wa mwili ndiyo, lakini huyu mtu kuzaliwa, amezaliwa kwa mara ya pili. Hayo ndio maisha ambayo yanatenda kazi kwenye maisha yake yote. Sasa usipojua namna gani au usipojijua wewe ni nani baada ya kuzaliwa kwa mara ya pili, utajikuta unaishi maisha yale yale ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watu wa Mungu?
kati ya vitu ambavyo shetani anapambana navyo majira haya na anapambana na watu wengi ni kwamba uwepo tu duniani lakini usijijue wewe ni nani. Uwepo tu duniani lakini usijitambue wewe ni nani. Kabla haujaokoka kuna utambulisho ulikuwa nao. Naomba mumsaidie mtoto kama mnaweza mkaenda naye. Kabla haujaokoka kuna utambulisho ulikuwa nao. Yamkini walikuwa wanakuita mlevi kabla hujaokoka. Kabla hujaokoka yamkini walikuwa wanakuita mdangaji. Kuna majina walikuwa wanakupa, walikuwa wanakuita hayo majina. Ni wakati hujaokoka, maana yake huo ndio ulikuwa utambulisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaishi lakini unao utambulisho ambao unatembea nao. Wakikuona wanasema yule kahaba, kutokana na namna unavyovaa, mavazi yako unavyovaa. Wamekupa utambulisho, kuna identity unatembea nayo, unayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa unapookoka, shetani anachokifanya ni kwamba uwe tu umeokoka jina, lakini unaendelea kuishi utambulisho ule wa zamani. Yaani unaendelea kuishi na identity ya nyuma. Shetani anaendelea kukuwekea ile identity ya zamani. Maana yake ulitakiwa baada ya kumkiri Yesu na kumpokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uishi maisha ya utambulisho mpya kutokana na vile ulivyompokea Yesu. Lakini shetani anachokifanya kwa watu wengi, wanaishi utambulisho wao bado wanao wa zamani, ulisho ule wa zamani. Hata kama unajiona kwamba mimi nimeokoka, naenda ibadani, ninasali, lakini kuna kitu ambacho amekuwekea, unaishi maisha ambayo sio ya kwako, ni maisha ya zamani. Ni kwa sababu hujajijua wewe ni nani kwa huyo Mungu ambaye umempokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilisema pale mwanzoni, wakati mtu anazaliwa, iko mbegu ambayo ilitoka kwenye viuno vya baba ikakutana na yai la mama, akazaliwa mtoto, ukapatikana wewe. Sasa huku kwa Kristo inakuwaje? Yesu Kristo yeye ndiye mpatanishi wa wanadamu. Maana mwanadamu baada ya anguko la kwanza, mwanadamu alitenganishwa na Mungu. Mwanadamu aliwekwa mbali na Mungu, manake alikufa. Alikuwa anaishi kwa mwili lakini kiroho alikuwa amekufa, manake alitengwa na Mungu, akawa hana mahusiano na Mungu baada ya anguko la dhambi, baada ya Adam kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu alitengwa na nani? Alitengwa na Mungu. Sasa akaja Bwana Yesu Kristo ambaye tunasema yeye ndio mpatanishi wa wanadamu na Mungu. Manake alikuja kwa ajili ya kutupatanisha na Mungu. Alikuja ili tuweze kujitambua sisi ni wakina nani, ili ule utambulisho wa kwanza ambao Mungu alikuwa ameukusudia kabla ya anguko, Yesu Kristo alipokuja, alikuja ili kuurejesha, ili atakayemwamini, atakayempokea asiishi na utambulisho ule wa nyuma, ule utambulisho wa zamani, bali aishi na utambulisho mpya. Bwana Yesu asifiwe. Bali aishi na nini? Aishi na utambulisho mpya. Kwa hiyo shetani anachopambana nacho, anachopigana nacho ni kuhakikisha ya kwamba wewe unaokoka lakini unaishi utambulisho wa nyuma, unaishi maisha ya zamani. Manake unayo Yesu tu, kwamba ulipompokea pale basi ibaki kuwa ni jina tu kwamba ulimpokea Yesu, lakini hakuna badiliko lolote ambalo linaonekana kwenye maisha yako. Kwa hiyo hicho ndicho shetani anachopambana nacho kwenye maisha ya mwanadamu, kwamba umeokoka ndiyo, lakini uokoke kwamba ni jina, uokoke tu jina, unabaki na maisha yale yale ya zamani. Kwa hiyo utanielewa tunavyoendelea kwenda taratibu. Sasa Yesu Kristo ambaye tunasema ni Adamu wa pili, alikuja ili kutupatanisha sasa sisi wanadamu, kutupatanisha na Mungu na kurejesha kile ambacho shetani alikuwa amekiiba, kurejesha ule utambulisho mzuri ambao shetani alikuwa ameuiba, amemnyang'anya mwanadamu, kurejesha ile mamlaka ambayo Mungu alimuumba nayo mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie ndugu yangu unayenisikiliza, bila Yesu wewe si kitu. Haleluya. Bila Yesu wewe si kitu. Tuko hivi tulivyo ni kwa sababu ya Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Tuko hivi tulivyo ni kwa sababu ya neema ya Yesu tu kwenye maisha yetu. Si kwamba tunastahili sana, si kwamba tuna matendo mazuri sana, si kwamba sisi ni wema sana, si kwamba tunajitahidi kuomba sana ama ni wafungaji sana, lakini tuko hivi tulivyo kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapomtazama Yesu Kristo anakuhurumia wewe mwanadamu. Na kati ya vitu ambavyo Mungu anavitamani na anavitaka, anataka mwanadamu ujitambue, ujue wewe ni nani na usiishi maisha ya kuonewa. Kwa hiyo watu wengi wanaishi ama wameishi maisha ya maonevu, wanaonewa na adui, wanaonewa na shetani. Ni kwa sababu gani?
Ni kwa sababu hawajajijua wao ni wakina nani. Haleluya. Watu wengi wanaishi, wanaonewa, wanateswa na mapepo, wanateswa na mashetani, ni kwa sababu haujajijua tu wewe ni nani. Lakini utakapojua ya kwamba wewe ni nani baada ya kumpokea Yesu Kristo, utaondokana na hayo maonevu. Haleluya. Sasa jioni ya leo tuko hapa tukijifunza ili tupate kujua ya kwamba sisi ni wakina nani kwa huyu Mungu wetu. Wangapi wameokoka? Wangapi wameokoka? Amen. Basi kama hujaokoka leo tutakuongoza sala ya toba hapa, utaokoka, umwamini Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, neno la Mungu ukisoma Warumi 10 mstari ule wa 9, anasemaje pale kwenye Warumi 10? Tuyatazame maandiko. Warumi 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Utaokoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mtu yoyote anayemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuamini moyoni mwake ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, atafanyaje? Ataokoka. Kwa hiyo huko ndiko kuokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unamkiri kwa kinywa chako, lakini unaamini kwa moyo wako. Lakini mstari wa 10 anasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyo ndo ambaye ameokoka. Sasa basi, naamini tulioko hapa wengi wetu tumeokoka, na kama hujaokoka tutakuongoza sala ya toba. Sasa ile siku unapokuwa umeokoka, ile siku unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapoamini moyoni mwako. Petro, naomba tuangalie waraka wa kwanza wa Petro 1 pale. Waraka wa kwanza wa Petro 1. Waraka wa kwanza wa Petro 1, nitaanzia ule mstari wa 21, ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Mstari wa 22 anasema, mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii ile kweli, hata kuufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Mstari wa 23, huu ndio kiini ambacho nilikuwa nataka tuone. Anasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Naomba tuseme kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyofanya nini? Isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Haleluya. Tumezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Ndugu yangu, nilisema mwanzoni kabisa, kuzaliwa kwa kwanza ni kule kuzaliwa biologically, manake kibinadamu, ni mbegu na yai vikakutana ukapatikana wewe, umezaliwa kwa kawaida. Huko ni kuzaliwa kwa kwanza. Sasa kuzaliwa kwa pili ndiko huko anakosema unapookoka, manake umezaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Sasa mtu wa Mungu nisikilize, ulipozaliwa mara ya pili maana yake ni nini? Mfumo wote wa mwili wako ulibadilika. Mfumo wote wa mwili wako, wa damu yako ulibadilika. Mwanadamu wa kwanza, kabla hujampokea Yesu Kristo, kwenye mfumo wako wa damu kunakuwa na DNA. Sawa? DNA ile ambayo unajulikana nayo ni ya wazazi, ni ya ukoo, kama ni wa Kimario unajulikana hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na unaishi hivyo, manake unaishi na utambulisho huo. Manake hata wakiziona tabia fulani wanasema, hizi ndio tabia za watu hao, hizi ndio tabia za wakina Kimaro, hizi ndio tabia za wakina Anosie, hizi ndio tabia za watu fulani. Ni kwa sababu gani? Inachotambulisha ni ile DNA. Manake wanavyomuona mzee wako ama babu yako, wanasema mbona yule yuko kama babu yake tu, mbona alivyo, hata tabia hizo alikuwa nazo babu yake, alikuwa nazo bibi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Manake huo ndio utambulisho ulikuwa nao mwanzo kabla hujaokoka. Sasa unapookoka, neno la Mungu linatuambia kwenye waraka wa Petro, anasema unazaliwa mara ya pili. Manake ni nini? Yesu anachokuja kukifanya kwenye maisha yako, anaingia mzima kwenye mfumo wako wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Anabadilisha mfumo wako wa mwili na taarifa zote ambazo zilikuwepo zile za kwanza. Kama ni taarifa za magonjwa, Yesu anazibadilisha, anaziondoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na mfumo wako wa damu, manake kwenye ile DNA Yesu Kristo anakaa kule. Ile neema ama
ule uungu ambao Mungu alikuwa ameukusudia tangu Adam kabla hajatenda dhambi, ndio unakuja unakaa kwenye maisha yako. Maana yake Yesu Kristo yeye ndiye mpatanishi, anatupatanisha na Mungu na kuiweka ile nuru ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akasema hivi, ninyi ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Sisi ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unapompokea Yesu Kristo anategemea kwamba wewe uangaze, uwe nuru, kwa sababu ndani ya mfumo wako wote kuna kitu ambacho Yesu amekibadilisha. Wewe una utambulisho wa kwake. Anasema mmezaliwa kwa mara ya pili, si kwa mbegu ile ya kwanza. Maana yake mbegu ya kwanza inaweza kuharibika. Bwana asifiwe. Mbegu ya wazazi inaweza ikaharibika. Unaweza ukawa mlevi, unaweza ukawa na tabia za wajomba, unaweza ukawa na tabia fulani ambazo ziko kwenye ukoo. Manake ile mbegu ya kwanza inaweza kuharibika, lakini anasema mmezaliwa kwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika, na mbegu isiyoharibika ni huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu yangu, nataka ujitambue wewe ni nani. Baada ya kuokoka tu, hauna utambulisho wa zamani tena, wala zile taarifa za nyuma zisiambatane na wewe, zisifuatane na wewe, kwa sababu kwenye damu yako wakichana, kwenye DNA yako waone Yesu yuko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Waone ya kwamba kwenye DNA yako Yesu yupo. Sasa je, nataka nikuulize, magonjwa yanakaa mahali ambapo Yesu yupo? Hayawezi kukaa. Umaskini unaweza kukaa mahali ambapo Yesu yupo? Hauwezi kukaa. Mapepo yanakaa ambapo Yesu yupo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kujitambua ya kwamba wewe ni nani. The day umempokea Yesu Kristo, kila kitu kilibadilika. Nitakupa mfano huu ndugu yangu na upate kunielewa kwa urahisi tu. Hivi nilikuwa naongea na mtu mmoja nikasema, sisi ni Watanzania, wewe si Mtanzania. Je, unapoenda kule Marekani kuna kubadilisha kwamba wewe sio Mtanzania? Kwamba ukiwa kule Marekani watu watasema wewe ni Mmarekani kwa sababu uko Marekani? Au ukiwa kule South Africa kunabadilisha kwamba wewe ni Mtanzania? Hakubadilishi. Ukiwa kule Kenya hakukubadilisha kwamba wewe ni nini? Wewe ni Mtanzania. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Ni citizenship. Maana yake unapompokea Yesu Kristo unasajiliwa kwenye uraia wa mbinguni. Unasajiliwa kwenye uraia wa kimbingu, uraia wa Mungu, wa Mungu. Hebu naomba tusome maandiko. Soma pale kwenye kitabu cha Yohana kinachosema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio hao waliaminio. Yohana 1:13. Naomba tuangalie hapo Yohana 1 naanzia 12. Neno la Mungu linasema, basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Watoto wa Mungu. Haleluya. Naomba tusome. Sema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lake. Manake wewe ndio wewe unayeliamini jina la Yesu umefanyika kuwa mtoto wa nani? Mtoto wa Mungu. Mstari wa 13 anasema, waliozaliwa si kwa nini? Si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuzaliwa kwako mara ya pili, mtu wa Mungu, hujazaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Neno la Mungu linasema hivi, ndio maana nikakwambia unatakiwa ujijue na kujitambua wewe ni nani. Neno la Mungu linasema, sio sisi tuliomchagua. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni yeye alituchagua. Ndugu yangu, uliokoka si kwamba ni wewe ulitaka kuokoka, lakini ni Yesu alikuchagua, ni Yesu alikutaka uokoke. Bwana asifiwe. Na neno la Mungu linasema ya kwamba si ninyi mlionichagua mimi, bali ni yeye alituchagua sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye aliyekuchagua atahakikisha unakaa sawa sawa. Atahakikisha kama ni magonjwa, mtu wa Mungu, unakuwa salama, haugui ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Kama ni umasikini unapita mbali na wewe, lakini atahakikisha ya kwamba watu hawashushi thamani yako ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekupa, amesema wewe ni wa thamani sana. Hebu soma Timotheo pale. Timotheo wa pili 2:20 anasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Bwana asifiwe. Anasema hivi, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema.
Sema mimi ni chombo cha thamani. Sema mimi ni chombo cha heshima. Mimi ni chombo cha heshima. Ndugu yangu, wewe ni chombo cha heshima mbele za Mungu. Mtu asidharau ulicho nacho. Mtu asidharau ulichobeba. Haleluya. Umembeba mtu mkuu. Neno la Mungu linasema wala msiwaogope hao walio nje, maana aliyeko ndani yenu ni nani? Ni mkuu sana. Mahali fulani akasema, ni Timotheo anasema, ndugu kijana, mtu asidharau nini? Asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa wote waaminio. Kwa hiyo Mungu ambacho anakitaka tukijue ya kwamba tujitambue kwanza sisi ni wakina nani baada ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu yangu, hapo ulipo wewe una DNA ya Mungu. Wewe una utambulisho wa kimbingu. Kwa hiyo nilikwambia pale mwanzo, shetani anachokifanya ni kuhakikisha ya kwamba unatembea na utambulisho wa zamani, unatembea na utambulisho wa nyuma. Kama ulikuwa ni mlevi, kama ulikuwa ni mzinzi, uone kwamba bado haujatoka. Ndugu yangu nisikilize, nikwambie, nimekwambia hivi, mtu akiwa kule Marekani haibadilishi ya kwamba yeye sio Mtanzania. Kwa mfano wewe ni Mtanzania, bado unabaki kuwa ni raia wa nani? Raia wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unapokuwa umempokea Yesu, haibadilishi ya kwamba wewe si mwana wa Mungu, hata kama kuna wakati utateleza, hata kama kuna wakati utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuondoi ya kwamba wewe sio mwana wa Mungu, maana yeye ndiye aliyekuchagua, sio wewe ulimchagua. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Yesu alikuchagua wewe. Kwa hiyo hata kuna wakati unaweza ukabackslide, ukakosea. Usianze kujilaumu na kulalamika na kulia hapo chini. Kuanguka ni jambo moja, lakini kuinuka ni jambo jingine. Bwana asifiwe. Na pia hakubadilishi ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Kuna baki ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Unachotakiwa kufanya ni wewe mtu wa Mungu kujijua ya kwamba wewe ni nani, lakini kuwa mtu wa toba, kuwa mtu ambaye unajua na kutambua ya kwamba katika hili kiukweli, hapa mimi siko sawa na Mungu. Hapa nimepoteza ushirika wangu na Mungu. Nimepoteza, maana neno la Mungu nasema hivi, wakati fulani tunatamani kuomba, neno la Mungu natuambia ya kwamba hatusikiwi maombi yetu, lakini si kwa sababu Mungu hataki kutusikia, lakini anasema ni maovu yenu yamewafarakanisha na mimi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine ni maovu ama ni dhambi zetu zinatufarakanisha na Mungu. Tunapoomba ukuta unakuwa umewekwa. Ni kwamba maombi hayasikiki, si kwamba Mungu hataki kutusikia, lakini uko ukuta ambao unayazuia yale maombi. Kwa hiyo unatakiwa kuwa mtu wa toba. Ukisoma Waebrania, soma Waebrania 4 pale. Waebrania 4:16. Tuangalie ile neno la mwisho wakati tunaenda kuomba. Waebrania sura ile ya 4. Mstari wa 12 unasemaje? Anasema mstari wa 16. Anasema basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Anasema basi tukikaribie nini? Kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe nini? Rehema. Kwa hiyo Mungu anajua kuna majira tunaweza tukafarakana na rehema za Mungu. Kuna majira tunaweza tukakosea, kwa sababu neno la Mungu linasema, ukisoma kwenye waraka wa Yohana, ya kwamba watu tukisema hatuna dhambi tunajidanganya. Kwa hiyo ndugu yangu, usije ukaona ya kwamba wewe ni mwenye haki, ukaona ya kwamba wewe unastahili kuliko wengine, ukajiona ya kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Kuna wakati mwingine unaweza ukaona watu wanatembea huko njiani, wako vibaya, wako hovyo hovyo, ukaanza kuwalaumu. Usiwalaumu. Wewe umepata neema hiyo ya kumjua Kristo. Bwana asifiwe. Unatakiwa waombee na wao wapate hiyo neema ya kumjua Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo ni neema na rehema za Mungu tu zimekufanya uwe hapo ulipo. Na kumjua Mungu ni rehema na neema yake, maana ni yeye alikuchagua, ni yeye alitaka wewe umjue. Kwa hiyo ndugu yangu, kama una upendo, kati ya upendo namba 1 ni kuombea watu wamjue Mungu kama wewe ulivyomjua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Tumeelewana watu wa Mungu? Nyinyi ni watu wa thamani sana. Mungu anaviweka vitu hivi kwenye maisha yenu ili muweze kujitambua, na wakati mwingine muweze kujipambania. Wakati mwingine hata unapopambana na vitu fulani usiku, unasimama unasema, kwa jina la Yesu, mimi nimezaliwa si kwa mbegu zinazoharibika, nimezaliwa kwa ile mbegu isiyoharibika, Yesu Kristo. Nimetengwa. Neno la Mungu linasema mahali fulani, akasema hivi, basi imekuwa ya kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Haleluya. Liangalie hilo neno ili uondoke nalo. Unapoomba ujue jinsi ya kuomba na kujipigania.
kiumbe kipya. Anasema katika Wakorintho wa pili 5:17 inasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nimekuambia hivi, ulikuwa na utambulisho mbaya hapo nyuma, usikubali kutembea na huo utambulisho. Wewe ni kiumbe kipya, umezaliwa kwa mara ya pili kwa mbegu isiyoharibika ya Yesu Kristo. Ulipompokea Yesu Kristo, ndani yako DNA yako ilibadilika, ikaandika Yesu, 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 Yesu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye damu yako yuko Yesu. Kwa hiyo haijalishi utaenda kule Nangurukuru, haijalishi utaenda kule Manyara, haijalishi utakuwa wapi, haibadilishi ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Maana neno la Mungu linasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata utakapokuwa kule Amerika ya Kusini, hata utakapokuwa kule South Africa, wewe ni mwana wa Mungu. Haibadilishi, wewe ni mwana wa Mungu. Hata kuna majira unaweza ukaona misukosuko, unaweza ukaona mambo mengi yanakuja kwenye maisha yako, hakubadilisha ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana mzazi anapomwadhibu mtoto wakati mwingine si kwamba hampendi, lakini anamrudisha kwenye njia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine hata unapoona majaribu, jua ya kwamba Yesu Kristo anakupenda na anakurudisha mwanaye ukae sawa sawa. Haleluya. Unachotakiwa kujua wewe mtu wa Mungu ni kufunga milango yote ya adui anayoweza kuitumia kukutoa kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa.